Ndugu wa Tanzania wenzangu, ndugu zangu wa Afrika wenzangu, ndugu zangu wa Afrika Mashariki, amani ya Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwa kila Mwafrika na kila mwana wa Adamu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya, kunipa akili na kunifanya kuwa mwana wa Tanzania, kisiwa cha amani. Rehema na amani zimwendee mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, leo nataka nizungumze kwa niaba ya Afrika na kwa niaba ya Watanzania. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia Tanzania na kunipa viongozi wenye akili na maarifa na busara. Na Mungu Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wangu wa nchi yangu, vyombo vyangu vya ulinzi na usalama, avipe ujasiri, hekima, busara na uwezo, na awape nguvu ya kulinda nchi yetu. Vile vile Mungu amjalie rais wangu, makamu wa rais, waziri mkuu na serikali yote kwa ujumla, awape afya, nguvu na huruma kwa wananchi wema, na awape ujasiri kupambana dhidi ya Tanzania ili iweze kusimama. Nianze na kuzungumza kwanza, nimshukuru makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu yangu John Heche kwa kukiri na kukubali kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi baada ya kuona kwamba wao sasa ni dhaifu, hawana tena uwezo wa kusimamisha mgombea na hawana mgombea na hawawezi kumiliki mikiki ya ugombea ila kujidhihirisha wao ni wana wa harakati. Wao ni wana harakati. Na kushukuru sana kakangu John Heche kwa maneno aliyosema pale mahakamani kwamba no reform inaendelea, kwa maana nzima nyinyi uchaguzi mkusaini hati ile ya mwongozo wa uchaguzi. Tunakushukuru ni sana. Mmefanya jambo zuri tu, tena jambo zuri. Kwa vyama vilivyobaki vya upinzani naomba vifanye maandalizi na matayarisho ya kuweza kuingia katika uchaguzi. Niwashukuru watu wema wenye akili na busara walioona kwamba ni bora wajiengue katika migogoro ya kisiasa isiyokuwa na maana ili watulie majumbani kwao wakalinde familia zao. Niwashukuru sana kule Arusha, Kilimanjaro, Moshi, niwashukuru pale Dodoma, niwashukuru pale Shinyanga, niwashukuru pale Singida, Mwanza, kote niwashukuru. Mmefanya jambo kubwa sana la busara. Makomrade wote mmeweza kujiondoa. Nimshukuru Mr. Mbowe na kushukuru kwa kuweza kuwa na msimamo na kuweka utaifa mbele, sio uchadema. Umeonyesha umekomaa kaka yangu kisiasa. Na kushukuru sana. Nimshukuru ndugu yangu Kigaia, naibu katibu mkuu mstaafu, na kushukuru sana Kigaia. Na kushukuru sana Hassan Mwalimu. Yani mmeonyesha uzalendo kwamba nyinyi ni wanasiasa, nyinyi si wanaharakati. Hamwezi kuswagwa kama ng'ombe. Mnalinda heshima yenu. Na washukuru sana. Tunahitaji wanasiasa kama hawa. Sasa anayesema mmehongwa na yeye akahongwe. Mbona wao wanahongwa na wazungu hatusemi? Wao wanahongwa na wazungu, si bora wewe hata kama umehongwa umepoela na Mtanzania mwenzio mzalendo kuliko wao wanapewa na wazungu waje waichome Tanzania? Nani mwenye akili na maarifa? Kwa hiyo hayo maneno yasiwatishe ndugu zangu. Songeni mbele. Ukombozi unakuja kwa mama yetu Samia. Sasa nizungumza kidogo kuhusu swala hili la Martha Karua. Martha Karua ni mwanasiasa wa Kenya, ni mkongwe. Martha Karua ni mwanasheria nguli. Martha Karua ni mwanaharakati. Mimi nataka nimzungumze huyu kutokana na maneno yanayotengenezwa mitandaoni ya uongo na usambituna na unafiki. Na watu kukosa uzalendo, bado narudia tena neno uzalendo, ni maradhi makubwa sana ya Waafrika. Hivi kwa akili ya kawaida tu mnatengeneza story kwamba serikali imemziwia Martha Karua kuja kwenye kesi ya Tundu Lissu. Hivi hao maneno mnayasema ni ya kweli? Hata mbele za Mungu mnaweza mkasema maneno hayo? Kama serikali inamzuia Martha Karua, mbona kulikuwa paka na wazungu pale, mabalozi wabalozi kutoka nchi zao za Ulaya hawakuziwiwa? Kwa nini aziwiwe Martha Karua na kundi lake? Kwa nini aziwiwe? Alafu Mkenya mmoja, mama mmoja mwenye nywele kama mwenda wazimu anasimama kututukana wa Tanzania na mtukana rais wangu, alafu mimi nikae kimya?
Sasa ngoja leo nikuchambue, usituletee mambo ya kihuni bwana. Huyo Martha Karua hata mume amemshindwa. Kama mtu umeshindwa kuwa na mume ndani ya nchi yako ya Kenya, utakuja kutushauri nini sisi? Nyumbani kwako Martha Karua huna mume wa kukwambia I love you so much my dear, huna. Wewe utakuja utuambie nini, utushauri nini katika nchi yetu sisi? Usitetea lugha za kihuni. Hebu msikilizeni kwanza huyu mama. You Tanzania president, don't ever try Kenyans again. Martha Karua is not your class. How can you arrest her? How? Tell us. Nao omba wa Tanzania maskini wamejaa Kenya kila kona. Mmefanya Kenya imekuwa chafu ni kama kituo ya mafi. Ukienda Watchman mmejaa kila mahali. Nyinyi ndio number 1, mnauza pombe, mnauza bangi, mnauza kuber kila kona ya Nairobi. Mmefanya wa Kenya hawapati conjugal right juu ya kuaibia wazee wamepotelea Nairobi hata ukumbuki nyumbani. Mnakuja kutuletea hapa ujinga. Ukienda Nairobi town huwezi hata songesha mguu. Viwete wamejaa kila mahali kutoka Tanzania. Omba nyinyi. Mukituletea ujinga hiyo viwete yenyu tutaweka kwa maroli tukuje tumwage huko Tanzania. Na wa Tanzania wenye mko Kenya kwendeni kwenye mtoka. Nafikiri mmemsikia huyu mama anatutukana wa Tanzania, anasema kwamba ataondoa viwete kule omba. Wallahi mimi nataka niseme kwanza na watu wanisikilize kwa makini. Kenya haina Watanzania wengi kama Wakenya walivyokuwa wengi hapa nchini kwetu. Kenya Watanzania hawajawekeza chochote, ila Tanzania Wakenya wamewekeza. Walimu wote wa private hapa ni Wakenya. Wakulima wakubwa nchi wa Kenya. Wawekezaji paka mabenki wa Kenya wana mabenki yao hapa nchini. Wewe unatuambia sisi omba huko. Walevi wakubwa wamekaa huko barabarani wanazunguka ni wa Kenya. Sisi tunaje ya kuja kukana na watu mnaoshindia mongoka. Tanzania hatuli malungi bwana, sisi sio wahuni. Sisi hatuli malungi, wala hatuli chang'aa, wala hatuli mongoka. Unatuletea mama ambaye ameshiba mongoka aje hapa vuruge si katika nchi yetu. Martha Karua umeshiba mongoka wewe? Yaani wewe unamtukana rais wangu na tutukana wa Tanzania afu mimi nikae kimya? Afu ndio nione kiongozi wa dini. Mimi siwezi kukaa kimya. Wewe ufai unakuja kutuchonganisha. Sasa swala kubwa ambalo nimelishangaa, nimemwona Heche pale anasema kwamba anaishangaa Tanzania kwa kumziwia aliyekuwa sijui jaji mkuu wa mahakama ya Kenya. Hivi kweli wewe Heche, wewe una akili kweli Heche? Mdogo wangu Heche, kweli wewe ni Mtanzania kweli? Hivi kweli wewe ni Mtanzania? Isije kuwa wewe ni Mkenya, kwa sababu nilisikia mama yako anasema ulisomea Kenya. Primary school ulisoma Kenya. Inaweza kuwa ni Mkenya wewe? Na wasiwasi wewe si Mkuria wa Tanzania. Sababu hata Kenya kuna Wakuria. Hata Kenya kuna Wakuria. Wanajiita wa Kisii. Na wasiwasi wewe sio Mtanzania. Nina wasiwasi kubwa sana. Hapana. Hivi mnajua ni kweli mimi sikatai hao wanasheria, wana muungano wao, wana umoja wa wanasheria wa Tanganyika, East Africa Society Law, mnaweza mkao mna umoja. Lakini unapokuja nchini kwetu uwe na adabu. Hii ni nchi huru. Ina rais wa kisheria wa kidemokrasia, rais aliyechaguliwa na Watanzania. Na ina vyombo vyake vya ulinzi na usalama vinatulinda sisi. Ndani ya Tanzania vipo. Unapokuja wewe ungefuata jambo la kesi tu. Wanasheria wangapi leo walikuwepo pale? Nani amefukuzwa? Kwa nini wakufukuzwa wale wanasheria nguli uje uambiwe wewe urudi? Tena wala kuwekwa ndani. Umefanywa pale airport, ndege uliokuja nayo urudi nayo. Watu wamekueleza kiustaarabu, inakuwa nongwa. Ulikuwa umefuata nini cha muhimu? Kama unamtaka Tundu Lissu akuposha kuoe, msubiri tu akitoka jela atakuja kuoe, uwe mke wa pili, kwa sababu wewe una mume mama. Na kueleza ukweli. Sheria zinakueleza. Una adabu. Hizi sheria ndugu zangu, naomba mnisikilize. Kuna vitu tunatofautiana. Mfano, ukiwa Kenya kula malungi Kenya ni sheria. Hakuna anayekukamata. Utakula malungi mpaka utasukuta utaenda utalala. Tanzania kula malungi ni kosa la jinai, ni kosa. Mlungi Tanzania unahesabiwa ni sehemu ya madawa ya kulevya.
Sasa wewe umetoka umekula mlungi wako kumetua airport Julius Kambarage Nyerere, au umemkuta mtu anakula malungi Tanzania, alafu nataka usimame useme mwachie huyu mtu kula malungi ni haki yake. Wewe una akili kweli? Wewe ndio msomi? Lazima mjue. La pili, huyu mama ni muongo. Hakuja kwa niaba ya kusimamia kesi. Huyu mama amekuja kama mwanaharakati, kama mwanasiasa. Siasa za Kenya zimekushinda. Mmeandaa fitina huko Kenya, mmemfanyia vurugu Ruto wa watu, kijana wa watu yule. William Ruto ni kijana mstaarabu. Ameshinda kihalali, mkavumisha ameiba. Onesheni kaiba wapi, mmeshindwa. Uchaguzi ukasimamishwa, ukarudiwa, mmeshindwa. Tukafungue Sava. Sava ndio ilipiga kula. Si ndio mlikuwa mnang'ania mfungue Sava? Mkashindwa, mkamwandalia maandamano William Ruto. Akawadhibiti. Mkaingiza fitina makanisani, mkadhibitiwa. Mkaingiza fitina Coast, mkadhibitiwa. Mkaandaa Gen Z. Mkawaandaa Gen Z. Kawadhibiti William Ruto. Anawasubiri tena 2027 anawasubiri tena 207. Kama kweli ninyi mna uwezo, fanyeni siasa huko. Mmesababisha mauaji Kenya, mmemwaga damu za Wakenya ambazo hazina hatia, mmefeli kila kitu, leo mnakuja huko. Hebu umetokea yule mama leo huyu mama anakuja anapoka maneno ya kihuni, ya kifedhuli, kwamba kule kuna wewe waondoe wa Tanzania kama wapo huko. Nchi yetu ni kubwa nzuri, nchi yetu ni green, nchi yetu ina vilimo bora, nchi yetu ina biashara, nchi yetu ina kila kitu, haizulumu. Tanzania utazunguka Dar es Salaam yote ukutana polisi ameshika bunduki. Unakutana askari wanatembea na vilungu tukuonesha nchi yetu ya amani. Nyinyi kila kona polisi wana mabunduki. Mimi nimekaa Nairobi, nimekaa Eastleigh, nimekaa South B, nimekaa Alingamo, nimekaa Mombasa pale Malikiti, nimekaa Mombasa Nyali, nimekaa Nakuru, nimekaa Kisumu. Naijua Kenya, hakuna nchi yenye ubaguzi kama Kenya. Nchi na ukabila, hata huyo Ruto mnamchukia kwa ajili ya ukabila tu. Kwamba yeye sasa sisi hatuna ukabila, hatuna udini. Nchi yetu haina ukabila, haina udini. Mwacheni mama aendeshe nchi. Wanao amechaguliwa. Ukiniambia alichaguliwa vipi? Kwani tunamchagua Magufuli, sio tumchagua Samia? Samia alikuwa mgombea mwenza. Mgombea mwenza anafanya kampeni. Anazunguka anafanya kampeni, na alifanya rais kampeni. Na katiba inasema akifa rais, ana advance makamu ndo anakuwa rais. Na subiri uchaguzi unaokuja atashinda. Sasa mimi nawashangaa, wewe mama umeshindwa siasa za kwenu Kenya. Watu wanauana mpaka leo, mnaisababisha Kenya matatizo kwa kulazimisha uwe rais. Hivi kwa akili ya kawaida wewe unaweza kuwa rais kweli mama yangu? Ujiangalie Martha Karua. Wewe unaweza kuwa rais? Na haya mambo nataka niwaambie wa Tanzania au wa Kenya. Haya mambo msifikiri ni serikali ya Kenya ndio inafanya. Martha Karua hakutumwa na serikali ya Kenya. Wala hakutumwa na William Ruto. Wala hakutumwa na Wakenya. Na angekuwa nakubalika na Wakenya, Martha Karua sasa angekuwa ni makamu wa rais. Angekuwa ni vice president. Lakini Wakenya hawamtaki. Utakuwa vice president mama, huna mume, toka umezaliwa hujawahi kuolewa. Tuonyeshe mumeo ni nani? Tuonyeshe mumeo ni nani? Hata watoto sidhani kama na huyu mama. Watoto wako kusikia watoto wa Martha Karua. Sasa unatakuja kutubabaisha nini sisi? Sisi rais wetu ni mama mwenye heshima. Ana mumewe, ana watoto, ana wajukuu, na historia yake iko wazi. Ni mama mwenye heshima. Askari wetu wanajitambua, wako very smart. Askari wetu ndani ya nchi, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimenyoka, havina agenda ya siri, havina makando kando, havimonei mtu, si polisi, si jeshi la wananchi, si usalama wa taifa, si wahamiaji, si JKT, si nani, si TAKUKURU. Wamenyoka. Askari wetu sio ombaomba bana, wala wahitaji rushwa. Wameshiba, wameapa kumlinda rais na kulinda nchi na kunilinda mimi na wewe. Na ndio maana walipogoza tu airport international ukaambiwa go out. Toka nenda Kenya huko, fitina mkubwa wewe. Unataka kutuchonganisha sisi? Ili rais wa Kenya atuone wewe mama kweli
Hatuwezi kuacha watu namna hii wakunywa namna hii. Hatuwezi. Wao ungekuwa na huruma ungemwambia Tundu Lissu punguza siasa za jazba. Wanasiasa nchini wengi, sio yeye peke yake. Na haya yote wa Tanzania, mimi ndo nakupeni onyo. Angalieni sana siasa za mwelekeo huu. Ni siasa za fitina. Pale Lissu ameita paka mabalozi mahakamani. Anafika anasema ovyo mahakamani, anatoa mafuta. Kwani wewe hata ukitoa vile vitabu? Vitabu havina utetezi wote. Na mahakama ina uwezo wa kukupa dhamana. Ungekuwa na akili, cool down, ungekuwa mpole. Wewe usifikiri kukaa jela ni sifa. Unajidhalilisha, unadhalilisha watoto wako, unawatesa, unawaumiza, wanashindwa kusoma huko, mkeo unamuumiza. Yaani unakosa hata maarifa. Alafu unasema wewe ni msomi. Alafu mtu mwingine anasema, Tundu Lissu anakubalika, tunaomba mahakama ifanywe stadium. Hivi nyewe mna akili kweli jamani? Mahakama ifanywe stadium. Wapi mliwahi kusikia mahakama inafanywa stadium? Hata Nelson Mandela aliyekuwa anakamatwa kwa kuwapinga makaburu, mahakama ilifanywa stadium. Sasa ndio usema unaongoza watu. Hivi kwa akili yako wale wote waliokuja pale mahakamani kwa akili ya kawaida wale ndio wapiga kula? Wale ni waluwalu, watu waliofeli kimawazo. Kwa hiyo mimi nawaomba sana Watanzania wenye akili, simameni na serikali yenu, simameni na nchi yenu. Hivi vyama vitapita, taifa lipo. Huu ndio kweli. Vyama vitapita, taifa lipo. William Ruto kakukausheni mate. Hakuna pa kukanyaga. Simu kama mnamfanyia fitina kijana wa watu. Katawala kwa haki, kashinda kisheria, thibitisheni kaiba wapi, uchaguzi umesimamishwa, mmeshindwa. Sasa umeshindwa Kenya, utaweza Tanzania? Umeshindwa kula bamia, utaweza samaki mwenye miba? Masahalua. Wewe unafikiri Tanzania hakuna wasomi? Hao wote wanaotukana serikali haitoi elimu bora, si wamesoma Tanzania? Wote wale kina Kibatala, wote wale wamesoma Tanzania. Sasa unaposema Tanzania haina wasomi, tukuelewe nini? Kwa hiyo mama wewe Emmanuel, kama mtu aliogua kichaa na kushikisha adabu, shika adabu yako. Nitakushughulikia. Wallahi nakwambia nitakushughulikia mara moja. Usicheze na taifa la Tanzania. Nitashughulika na wewe. Yaani wewe unakuja kututukania nchi yetu, unatukana taifa letu. Watanzania, hebu tueni wazalendo nyinyi, sio watu wajinga tu. Hawa watu hawafai hawa. Mambo ya Tundu Lissu ni Mtanzania mwenzetu. Watu wache tutamaliza sisi wenyewe. Kwa ndio mtu wa kwanza kukamatwa Tundu Lissu? Nchi aliyokukamatwa Hamad Rashid amekaa jela miaka 4. Amekamatwa Juma Duniaje amekaa jela miaka 4. Amekamatwa Malem Seif Sharif Hamad amekaa jela miaka 4. Hawa mjui historia. Lipumba amekamatwa alikaa jela na kala mkongonto sana na kavunjwa mkono. Kakaa jela, si wana siasa. Kenya hapo watu wamekula lungu wamekaa jela, hata Ujalamogi Odinga, muulize Martha Karua, uijui siasa. Odinga amekaa karibu miaka 6 prison. Kamuulize silikuwa nagombea urais. Besigye sasa hivi yuko jela mpaka leo kule Uganda. Mbona mmeshindwa kwenda kumtetea kama nyeko wale watetezi? Si nyinyi ndio mmemsababisha matatizo Besigye kule Kenya, Uganda kwao. Mmekwenda mmeshindwa. Kakimbilia huko. Ya Uganda yamemshinda kakimbilia. Nilimwona Uganda kakimbilia huko. Morgan Shanglai marehemu hapo Zimbabwe amehangaika kupata nchi. Hapa Mozambiki huyu wajuzi wamechoma majumba ya watu akupata nchi. Nchi imeingia kwenye matatizo. Sasa msituharibie Tanzania. Hii ndio nchi yetu. Hatuna pa kwenda. Watoto wetu wanasoma nchi hii. Nyinyi kama mnaona elimu hii haifai, sisi inatufaa. Tuachieni sisi na watoto wetu. Ukiona haifai, ondoka nenda unakotaka kwenda kwa mabwana zako. Kwa mabwana zako. Hii ni nchi. Hata wazungu wanatuheshimu kwa sababu ni nchi tulishajikomboa, tunajitawala wenyewe. Kuna mambo kweli serikali kiyafanya, jumuiya za Ulaya zinaweza zikaingilia. Kama kuonea wananchi wako, kudhulumu, kuua bila hatia, inaweza kaingilia. Lakini serikali haijafanya mambo hayo. Serikali haijafanya hayo mambo. Nilikwambieni siku ile, mngekaa mkatafakari chama kinateketea.
Mnabaki watu watatu. Heche, Godbless Lema, Mnyika. Watu watatu. Mtaendesha chama kweli? Sasa kama yule kijana wa Arusha mjini ameshajua lile jimbo hapati, kabaki anatambaza fitna tu sasa. Kama mtu kachanganya nani yule Godbless Lema, kama vile kachanganyikiwa. Kama kachanganyikiwa. Na Lema tunamjua, alikuwaga zamani ni nani, anafanyaje kuhusu magari. Kwani hatukujui Lema? Tunashangaa Lema ulikuwa unafanya nini magari? Rekodi yako ipo Lema. Sasa watu kama hao Jobless ndio unasema wanasiasa. Wanasiasa wa namna gani hawa? Mmesha sema nyinyi hamshiriki uchaguzi. Tayari mmesha susa. Sasa hiyo reform mnaliformia nani? Mke umesha msusa. Anakuja mwanamume mwenzako anamchukua yule mke anataka kumuoa, anasema mke wangu. Sasa umeshatoa talaka. Acha wanaume wachukue mke. Ndio nyinyi mmesema tutaki kusaini zile hati za uchaguzi. Mmeacha kusaini. Na anaacha kusaini zile na maana kajiengua, mmesema tumejengua, lakini no reform no election. Sasa hiyo reform election ya ipi? Ile uchaguzi upi mnaofanya? Ngojeni bado miezi mitatu, milioni 100 ile ya nani kati, ndio mtajua reform. Sasa hivi mnapata 100, ngoja iishe ndio mtaijua siasa. Kwa hiyo mnatudhalilisha sana ndugu zangu nye Chadema. Mnajidhalilisha sana. Tena mnajidhalilisha sana. Nyewe mnakuwa kama mbwa koko. Kwa mnanusa vitu vya nje vya kwenu vya ndani vibaya. Kwa kweli mimi kitu kinanikera sana. Yaani mimi hakuna mtu nimdhalau kama mtu asiyekuwa na uzalendo wa nchi yake. Ni ovyo kabisa. Leo nimechukia sana kwa kweli. Sijawahi kusema kwa uchungu namna hii, lakini leo nimechukia. Nimechukia sana. Unamlaumu rais wetu. Mnamlaumu rais. Mnalaumu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vijana hawa wanalala nje, wanapigwa na baridi. Sisi tunalala ndani na wake zetu. Vijana wanahangaika, wanazunguka na magari. Kuna watu wako mipakani sasa wamekumbatia mabunduki kwa kunilinda mimi na wewe. Leo hawa wote mnaona hawana maana yoyote. Mnaona hawa wafai. Tumesomeshwa na serikali hii kwa umaskini wetu. I say wewe mama, mimi nakushughulikia. Nakueleza kweli, I'm telling you. Mimi nitakushughulikia. Tajua nitashughulika nawe kwa namna gani. Nakueleza kweli. Mimi nitakushughulikia tu. Kwa sababu ninao viumbe wa kutosha wa Mwenyezi Mungu. Mimi nitafunga na nitasimama usiku, nitalia na Mungu, alafu utaona bala lake. Labda usimame uombe radhi, useme nimeomba radhi, nimetubu. Watu wote tuliomdhalilisha Rais Samia na kutukana serikali na Tanzania, tunaomba radhi, mtusamee. Mimi nitakusamea. Vinginevyo wallahi nakwapia mimi nakulalia itikafu na nitafunga na nitajua nitakachofanya. Nao viumbe wa kutosha na kwa hiyo hii kitu mimi binafsi inaniumiza sana. Sasa niseme tu kwa maslahi ya nchi yangu, mimi nitaendelea kusema. Kwa maslahi ya nchi yangu nitaendelea kusema. Na mimi niwape ongera sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Msikatishwe tamaa. Mko sahihi, endeleeni, fanyeni kazi, piganieni taifa nyinyi mliapa, na mkono wa Mungu uko juu yenu. Maadamu mmonei mtu, hamumdhulumu mtu, mnatumikia taifa, basi mkono wa Mungu uko juu yenu. Kokote mnako kwenda, lindeni nchi. Msiangalie maslahi ya watu, lindeni nchi. Kokote mkono wa Mungu utakuwa juu yenu. Mheshimiwa William Ruto, fanya kazi. Wala Tanzania haina ugomvi na Ruto, wala tuna ugomvi na Ruto. Tunampenda Ruto, tunawapenda marais wa Afrika Mashariki na serikali zao zote, tunazipenda, tunaheshimu. Kwa hiyo chapeni kazi kwa kulijenga taifa la Afrika. Acheni hao vibaraka kabisa hawa. Tena watu wa hovyo vibaraka wamekubali kuuza taifa kwa ajili ya kutafuta vyeo. Hampati. Turudi nyuma sisi? Hatuwezi kurudi nyuma. Niwashukuru sana. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare channel ya Sheh Mwaipopo. Ukiwa na maoni unaweza ukaingia tu hapo, utanipigia inbox ukiwa na maoni yako. Nipigie.
namba yangu ni hiyo. Kama uko nje utapiga kwa WhatsApp. Lakini sisi kama Watanzania hatuna ugomvi na Wakenya, ila tunamwambia huyu dada yetu Martha Karua na au vibaraka wake kina Tundu Lissu waache mchezo wa kuchezea taifa. Fanyeni siasa ya kistaarabu. Fanyeni siasa ya kistaarabu. Hiki ndio tunachokisema. Msituingize kwenye machafuko au migogoro. Hatutaki. Mimi niwashukuru sana. Nampenda rais wangu, nalipenda taifa langu, na vyombo vyangu vya ulinzi na usalama navipenda na naviheshimu na navikubali. Big up. Twendeni mbele. Tanzania ni moja na umaskini utaondoka kwa kufanya kazi yetu wenyewe na kwa uzalendo tulionao. Inshallah taifa la Tanzania litafunguka tu. Nchi haiwezi kujengwa kwa miaka 60, miaka 50 uongo. Bado tuna safari ndefu. Watoto wetu na wajukuu zetu watakuja kusimama, watakula matunda ya mikono yetu sisi. Mungu ibariki Afrika, ibariki Tanzania. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.